Karibu sana na asante kwa kuungana nasi. Leo tunazama kwenye kiini cha kampeni ya Kwaresma ya mwaka 2026 yenye kauli mbiu nzito sana, tuijenge Kenya ya haki. Hii si kauli tu, ni wito wa sisi sote kujenga taifa ambalo haki, amani na umoja ndio nguzo zake kuu. Taifa linalomheshimu kila mmoja wetu. Na msingi wa kampeni nzima unatokana na andiko hili lenye nguvu kutoka kwa Nabii Amosi. Hebu fikiria picha hii kwa makini. Haki inayotiririka bila kukoma kama mto mkubwa wenye nguvu. Hiyo ndiyo dira yetu. Inatukumbusha kwamba haki haipaswi kuwa kitu cha nadra, la hasha. Inapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Na kwa muktadha tu, uchambuzi huu wote umetolewa kutoka kwenye nyenzo zilizoandaliwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya kupitia idara yao ya haki na amani, yani CJPD. Ni sehemu ya mwongozo wao kwa ajili ya Kwaresma ya 2026. Sawa, basi sasa tuingie kwenye mada mahsusi ya wiki hii, wiki ya 4. Tunaangazia jambo ambalo liko karibu sana na maisha yetu sote, uhusiano kati ya vijana na teknolojia. Hili ni swala la kisasa, limejaa fursa nyingi, lakini wakati huo huo limejaa changamoto za kutisha. Unaona, teknolojia ni kama barabara panda kwa vijana wetu. Kwa upande mmoja, kuna njia nzuri, njia ya masoko ya kidijitali, mafunzo ya mtandaoni na hata kazi zinazopatikana mtandaoni. Lakini kwa upande mwingine, kuna njia ya hatari. Njia ya ulaghai, wizi wa kidijitali na hata unyanyasaji wa mtandaoni. Swali kubwa ni, je, kijana anachaguaje njia ipi? Ili kuelewa hizi njia panda vizuri zaidi, hebu tusikilize hadithi ya maisha halisi. Hadithi ya kijana mmoja anayeitwa Kameni. Kisa chake ni kama kioo, kinaakisi uhalisia wa vijana wengi sana hapa nchini. Huyu hapa ni Kameni, kijana mnyenyekevu, ametulia, asiye na makuu. Maisha yake yalibadilika kabisa pale alipokutana na rafiki yake wa zamani, bebi mjanja aliyemfungulia ulimwengu mpya, ulimwengu wa interneti, app mbalimbali na ahadi tamu ya pesa za haraka. Hapa ndipo safari yake ilipoanzia. Akiwa mjini, Kameni anavutwa na maisha ya kifahari. Bebi na mwenzake Fisi Pesa wanamfundisha jinsi ya kutumia teknolojia kufanya wizi na utapeli mtandaoni. Na kweli, pesa zikaanza kumiminika. Maisha yakaonekana kuwa rahisi na matamu. Lakini alikuwa tayari amenaswa kwenye mtego. Lakini unajua, vile mambo ya haraka haraka huwa hayana baraka. Baada ya kufanya wizi mkubwa kwenye mtandao wa serikali, marafiki zake wote wanayeyuka, wanamwacha Kameni akamatwe peke yake. Na huko gerezani ndipo anakutana na Padri Tumaini, mtu ambaye licha ya makosa yake yote aliona kitu cha thamani ndani ya Kameni. Chini ya ulezi wa Padri Tumaini, Kameni anaanza kubadilika. Anajifunza kutumia ule ujuzi wake wa teknolojia, lakini sasa kwa njia iliyo halali na yenye maadili. Alipotoka tu gerezani, anatumia talanta yake kufanya mambo mema. Hadithi yake inathibitisha kitu kimoja: haijalishi umeanguka kiasi gani, daima kuna nafasi ya kuinuka tena. Sasa, hadithi ya Kameni sio hadithi ya mtu mmoja tu, sivyo? Ni kielelezo cha hali halisi. Ebu sasa tuangalie picha pana. Hali halisi ya vijana wetu na teknolojia hapa Kenya ikoje? Hebu angalia hizi takwimu. Zaidi ya Wakenya 7 kati ya 10 wana umri chini ya miaka 35. Na ulimwengu wa kidigitali ndiyo maisha yao. Hata katiba yetu katika kifungu cha 55 inasema wazi serikali inapaswa kuwalinda na kuwapa fursa. Na tunaliona hili kila siku. TikTok, WhatsApp vinatumika kwa masomo, biashara na hata kwa ibada. Lakini pamoja na yote hayo mazuri, kuna upande wa giza. Hizi ndizo hatari zilizomnasa Kameni. Vishawishi vya wizi mtandaoni, biashara haramu ya binadamu iliyojificha kama ofa za kazi, unyanyasaji wa kingono na janga la habari za uongo na uonevu mtandaoni ni hatari halisi. Sasa, Kanisa Katoliki lina msimamo gani kuhusu hili? Kanisa linatambua fursa zilizopo, lakini pia linatoa tahadhari kubwa. Linaonya kuhusu jinsi teknolojia inavyoweza kututenga na watu halisi na hatari ya akili mnemba au AI kuchukua nafasi ya busara ya kibinadamu. Ujumbe ni mmoja: teknolojia
imetengenezwa kumtumikia mwanadamu, sio mwanadamu kuitumikia teknolojia. Basi, baada ya kuona hali halisi, hebu sasa tulitazame hili jambo kwa jicho la kiroho. Tunawezaje kuelewa ulimwengu huu wa kidijitali kupitia imani yetu? Hapa ndipo tunapata mwanga. Na hapa ndipo linakuja swali zito, swali la kujiuliza sote. Katikati ya hii kelele yote na mwangaza wa skrini za simu zetu, je, inawezekana vijana wetu wamekuwa vipofu kiroho? Je, bado wanaweza kuona yale mambo ya msingi, kuona uzuri wa urafiki wa kweli, au kusikia ile sauti tulivu ya Mungu? Lakini maandiko matakatifu yanatupa jibu na wito. Andiko hili kutoka kwa Waefeso linatuambia, zamani ninyi mlikuwa giza, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Yaani, wito kwa vijana wetu ni kuwa watoto wa nuru hata wakiwa mtandaoni. Watumie teknolojia kueneza mwanga, sio giza. Kwa hiyo, hoja kuu ni hii hapa. Teknolojia yenyewe si mbaya. Inaweza kuwa nuru inayotupa maarifa na kutuunganisha, lakini inaweza pia kuwa mwanga mkali unaopofusha macho yetu tusione mambo ya muhimu zaidi: imani, familia na uhusiano wa kweli wa ana kwa ana. Uchaguzi ni wetu. Okay, tumeona, tumeamua, tumetafakari. Sasa inabaki sehemu muhimu zaidi: kutenda. Sasa tufanye nini? Sio tu kulalamika, bali kuchukua hatua gani kama watu binafsi na kama jamii kuhakikisha teknolojia inatufaa. Na mabadiliko yanaanzia na wewe na mimi. Hebu tuchukue dakika moja tujiulize kwa uaminifu kabisa. Je, matumizi yangu ya simu yananizuia kusali au kuwa na wakati na familia? Je, muda ninaotumia mtandaoni unazidi ule ninaotumia na watu halisi? Na je, nimewahi kutumia teknolojia kumuumiza mtu? Ukweli ndio mwanzo wa uponyaji. Na kama hujui pa kuanzia, hizi hapa ni hatua 4 za kivitendo. Kwanza, thibiti muda wako mtandaoni. Weka mipaka. Pili, anzisha nafasi salama za kidijitali, labda kwenye jumuiya zenu. 3, andaa mafunzo kuhusu matumizi salama ya teknolojia. Na 4, na muhimu zaidi, tumia mitandao ya kijamii kusambaza maadili mema na upendo badala ya chuki. Na mwisho kabisa tunarudi kwenye wito mkuu. Unamkumbuka Kameni? Safari yake ya uhalifu ilianza na tamaa ya pesa za haraka, na huo ndio mzizi wa ufisadi. Matumizi mabaya ya teknolojia ni sehemu tu ya mnyororo mkubwa wa ufisadi. Kwa hiyo tunapochagua kutumia teknolojia kwa haki na uadilifu, hatuwasaidii tu vijana wetu, tunashiriki moja kwa moja katika kuuvunja mnyororo wa ufisadi unaoifunga nchi yetu. Huu ndio wito wetu sote.